Hello mwanafamilia wa Hekima ya Dereva, natumaini uzima na unaendelea salama. Basi leo tena tushirikishane katika mada yetu ya Hekima ya Dereva, lakini leo tukifanya final touch au kukonkludi katika yale tuliyo. Leo tuangalie kitu kinaitwa udereva wa kujihami. Udereva wa kujihami ni somo kama somo ambalo lina undani wake, kujua udereva wa kujihami ni hapo, lakini nataka kuligusia leo sababu ndio linaenda kukamilisha haya tuliyozungumza yote katika dereva au maamuzi ya sahihi ya dereva anapokuwa barabarani, ambapo tulienda kubezi sana katika zile nguzo 5 za dereva bora, ambapo tuliangalia nguzo namba 1 ambayo ni uwajibikaji, umakini, namba 2 utambuzi, namba 3 tukaangalia uvumilivu na tukamaliza na kujiamini. Basi haya yote ukiwa nayo ukayajua vizuri kama ambavyo tumepita katika episode zilizopita, basi hii udereva wa kujihami unaenda kukamilisha hayo, kwa sababu huwezi kwenda kufanya udereva wa kujihami kama hujakaa kwenye hii misingi ya nguzo 5 za dereva bora. Udereva wa kujihami ni nini? Udereva wa kujihami ni udereva ambao ni dereva anayejihami. Udereva wa kujihami ni udereva unaowezesha kuzuia ajali zote ambazo zinaweza kuepukika barabarani, ziwe kutokana na chombo chako wewe dereva unachoendesha au chombo unachopishana nacho au gari iliyo nyuma yako. Basi ajali yoyote inaweza kutokea ya kwako au ya kusababishiwa, basi ule uwezo na weledi wa kuzuia zile ajali ndio tunaita udereva wa kujihami. Ndio maana nikasema utajua udereva wa kujihami kama atakuwa pamoja katika zile nguzo 5 za dereva bora, ambapo tulipata elimu na hekima kubwa na gani unaweza kufanya barabarani. Basi udereva wa kujihami unahusu hivyo tu. Uendelea sana hapo, litakuwa ni somo lingine, lakini nagusa tu kwamba ile hali ambayo unaweza kuokoa ajali, hata ambayo anayefanya ajali hiyo si wewe, dereva unayepishana naye. Tuliangalia huko nyuma pia, niwe kutoa mfano kwamba unaweza kawa unafanya kitu kama unakosea, lakini dhamira yako ilikuwa ni kuokoa ajali. Kwa umekosea kweli, lakini ulikuwa na aim ya kuokoa ile ajali. Tunaita udereva wa kujihami, lakini ni kitu kingine. Kwa katika final touch ni kwamba dereva yote bora inatakiwa uwe na hii falsafa ya udereva wa kujihami. Tafuta kuijua sana falsafa ya udereva wa kujihami ni nini. Kwa udereva wa kujihami unakukamilisha sasa, kwa sababu lengo ni kufanya barabarani kwa eneo salama kwa watumiaji wote wa barabara waliopo barabarani. Maana tumejifunza hii hekima ya dereva. Kwa kama lengo ni hilo, basi udereva wa kujihami ndio unaenda kufinalize hili kwamba dereva, lengo lako ifanya barabara iwe safe, iwe salama. Kwa jitahidi unapokuwa barabarani kuhakikisha hakuna ajali inaweza kutokea ya kwako mwenyewe au ya kusababishiwa. Huo ndo udereva bora unakamilika hivyo. Lakini kitu kingine, madereva, tukumshani tena hapa tunavyomaliza hili somo letu. Maana leo nasema naongea tu vitu ambavyo labda ni nje ya mada, lakini katika kukamilisha mada yetu tujitahidi kuwa na upendo na familia zetu. Hakikisha familia yako inakuombea unapokuwa kwenye hizi kazi, maana hizi kazi nzito zinahitaji msaada wa Mungu. Kwa kama unamwamini Mungu, hakikisha unatengeneza waombezi wengine zaidi. Wewe mwenyewe jiombee unapoanza safari na unapokamilisha safari yako. Mshukuru Mungu amekufanya kuwa salama barabarani. Lakini tengeneza waombezi wengine, fanya ndugu zako wakuone wewe bora kwao, hata wakuombee. Jaribu kupenda familia yako, wapende wazazi wako, hawa ni waombezi. Unaposafiri wanatuombea sana. Mpende mkeo kama una mke, kama una watoto wapende, wakufurahie baba. Isiwe siku unaoaga kwamba ninasafiri wanasema ni heri aondoke tu huyu mtu, angalau tuwe na amani hapa. Ile aondoke tu ni azifu, wanasema aondoke tu asirudi. Unaweza usirudi kweli, barabarani kuna mambo mengi, lakini ukiona watu wale ukiwapenda, unapokuja wanakumisi, ukapenda familia yako, ukaihudumia, ukawa mtu mwema kwenye familia yako, huwa wanatuombea sana unapokuwa barabarani. Kwa mbali na yote tuliojifunza, tujali sana nyumbani kwetu ili tuwe salama huko tunakokwenda. Hiyo ni namna nyingine ya kukamilisha udereva wako, kwa sababu tunamwamini Mungu katika yote. Kwenye hili naweza nikazungumzia jambo moja ambalo wachumi waliosoma uchumi wanaijua. Ku declare interest, mimi sio mchumi, lakini uchumi ni moja ya moduli niliyoisoma katika mambo niliyokuwa nikiyasoma. Kwenye uchumi kuna neno moja linaitwa ceteris paribus, ambalo ni Latin words, neno la Kilatini lenye maana ya other factor remain constant,
au other factor au all factor are being equal. Hii ni sentensi ambayo wachumi wanaifahamu, wanaosoma uchumi wanaijua, lakini nitaitranslate hapa katika hali ya kawaida. Inamaanisha nini kiuchumi? Kwa mfano labda kiuchumi kuna statement labda ukasema, kwa mfano bei ya mchele ikipanda, wanunuzi watapungua, au ile ununuaji wa ule mchele utapungua, watu wengi hawatanunua sababu price imekuwa juu, kwa watu watashindwa ku afford kununua, kwa mchele mwingi hautanunuliwa. Hiyo ni sababu kuu. Lakini unaposema ceteris paribus ni kwamba kuna zile variable things, yani kuna vitu vingine ambavyo viko equal na hiyo sababu yako uliyoitoa, ambavyo vinaweza kusababisha vice versa ya hicho ulichokisema. Kwa mfano kwenye ile naloongea la bei ya mchele kupanda, wanunuzi wakapungua, hiyo ni fakta mojawapo. Hapo kuna fakta kama 3. Kuna fakta ya bei ya mchele imepanda, lakini kuna fakta ya income ya mnunuzi, kipato cha mnunuaji, maanake kitakuwa kidogo ndio maana atashindwa kununua, lakini kuna machaguo ya mnunuaji au mapenzi ya mnunuaji. Kwa kuna fakta 3 hapo zinakuwa considered ambazo ziko equal, yani zote zina haki sawa katika ile fakta yako uliyoongelea kwamba bei ikipanda hawatanunua. Hiyo ni fakta moja, lakini kwenye hiyo sentence kuna fakta zingine kwamba kuna mnunuaji, kuna kipato cha mnunuaji. Kwa kama wanunuaji wa eneo hilo wana kipato kikubwa, hata bei ikipanda matokeo yake watanunua. Na kama preference yao wanunuaji, yani mapenzi yao, machaguo yao ni kula wali, kama Unyakyusa tunakula wali, yani mimi mwenyewe napenda sana wali, hata nipandishie bei nitanunua tu. Kwa bei itapanda na mchele hautapatikana, pia utanunuliwa tu. Kwa hizo factor tunasema remain constant. Mfano mwingine labda ukasema ukifanya kazi kwa bidii utapata mafanikio, ukifanya kazi kwa masaa mengi utapata mafanikio. Hiyo ni sentensi imekaa hivyo, lakini kuna fakta zingine kwenye nje na hiyo uliyosema wewe ya bidii na kufanya kazi. Kuna fakta ya afya, kuna fakta ya maarifa. Unaweza kufanya kazi lakini kama hujafanya kwa maarifa. Mwingine akafanya kazi sio kwa masaa mengi, kwa masaa machache tu, akaonekana hata hajaweka bidii ila akafanikiwa kwa sababu ana maarifa. Kuna fakta zingine ameifanya kwa akili kazi yake. Wewe umefanya kwa masaa mengi ila bila akili hautafanikiwa. Kwa in sum up ya hicho ninachotaka kusema ni kwamba hata kwenye udereva huku nimegusia swala la Mungu kwamba kuna ceteris paribus, kuna other factor ambazo ziko constant. Pamoja na kwamba utakuwa umejifunza hekima ya dereva niliyokufundisha hapa, umeelewa kanuni na sheria zote za usalama barabarani na ukaenenda katika udereva wa kujihami, ila bado ukajikuta unapata ajali ya utakiwa, kwa sababu kuna factors zingine ambazo ziko constant, yani zipo. Na kwenye udereva kama mwe kusikia kwa mtu asema madereva wana story nyingi, nilikuwa naendesha nikakuta mtu ametokea, najaribu kukuta mtu hayupo, ikatokea ajali. Kwa sababu sio kila ajali ni ajali, kuna ajali za kipekee tu. Hata kwenye aina za ajali kuna ajali moja inaitwa ya kipekee. Sasa ajali hiyo ya kipekee mtu unatokea hata ujui ilikuweje, maana yake kuna factors zingine ambazo kwa unayemwamini Mungu, hizo ndo tunasema zile factors ziko constant, kwamba kuna mambo mengine ni invisible inaweza kukukuta. Sasa haya yanahitaji sana Mungu kama dereva, sababu Mungu ni wa visivyoonekana. Vile visivyoonekana mpe yeye, asionekane, vikutane kule. Kwa tafuta watu wa kukuombea, tafuta ushirika na Mungu unapokuwa barabarani, uwe salama, kwa sababu hata kwenye udereva na ceteris paribus kuna factor ambazo zimeremain constant. Although utajifunza mambo mengi ya udereva, lakini kuna vitu utakutana navyo ambavyo vitakuwa vipo, ambavyo vitakuwa ni yani katika ile case study ambayo wewe unayo kwamba unatakiwa ufanye hivi na hivi na hivi uepushe ajali, unaweza ukafanya hivyo na ajali ikatokea. Kama nakuchanganya, lakini nimetumia mfano mgumu wa kiuchumi. Napenda kutumia kile kitu nachokijua ambacho nakinyumbulisha vizuri, ukileta kwenye lugha rahisi ya kueleweka, kwamba kuna vitu visivyoonekana vinaweza vikasababishia utofauti wa kile unachokijua. Thank you. Until next lesson, tutakuwa pamoja tena katika mada zingine zitakazofuata. Asante kwa kunisikiliza.